23, 32, 38. Biblia inasema, Biblia inasemaje msomo? Wakapelekwa na wawili wengine wahalifu. Wakapelekwa na wengine wawili wahalifu. Wauawe pamoja naye. Wauawe pamoja na Kristo. Na walipofika mahali palipoitwa Fuvu la Kichwa. Ndipo walipomsulubisha yeye. Hapa ndipo mahali ambapo Kristo mwokozi wa maisha yetu alisulubishwa, alipigwa, aliteuliwa vibaya, alipigwa kwa sababu ya dhambi za ulimwengu. Yesu alisulubiwa ambaye hakuwa na cheo yote, hakuwa na kosa lolote. Yesu anaangaishwa, anasulubiwa na anapigwa micheledi, anapigwa viboko kwa sababu yetu wanadamu tulioanguka katika dhambi. Na wale wahalifu, mmoja upande wa kuume, mmoja upande wa kuume, na mmoja upande wa kushoto. Yesu akasema, Baba, uwasamehe hawa, kwa kuwa hawajui watendalo. Wakagawa mavazi yake, wakapiga kula. Watu wakasimama wakitazama. Wale wakuu nao walikuwa wakimfanyia mzaha. Wakisema, aliokoa wengine, na ajiokoe mwenyewe. Kama ndiye Kristo wa Mungu, mwana wa Mungu, mteule wake. Wale askari nao wakamfanyia dhihaka. Wale askari wa kiume wakamfanyia Yesu dhihaka, wakimwendea na kumletea siki. Huku wakisema, kama wewe ndiwe mfalme wa Wayahudi, ujiokoe mwenyewe. Na juu yake palikuwa na anwani. Juu yake katika ule msalaba paliandikwa anwani. Huyu ndiye mfalme wa Wayahudi. Bwana apewe sifa. Yesu anapelekwa katika mateso. Anaenda kuteswa. Anaenda kunyanyaswa, ndugu zangu. Ni kwa sababu ya dhambi zetu na makosa yetu. Ni kwa sababu ya uasi wetu wanadamu. Ulimfanya Kristo aende kwa pale msalabani ili atukomboe wale ambao tuliokuwa tumepotea. Yesu atukomboe, atoke katika himaya yake. Lakini cha kipekee sana, Yesu anawaombea msamaha wale watu walimfanyia dhihaka vile, wale waliomsulubisha. Yesu anawaombea, Baba, wasamehe watu hawa kwa sababu hawajui walitendalo. Yesu anawaombea msamaha. Ni upendo wa dhati, ni upendo wa ajabu ambao sisi wanadamu upendo hatuna. Lakini huyu Yesu alitoa upendo wake kwetu, akauonyesha, akaudhihirisha maishani mwetu, kuonyesha ya kwamba yeye ni pendo katika wokovu wa maisha yetu.